wa kanisa, mchungaji na viongozi wote kwa kunikaribisha pamoja na kanisa kwa ujumla. Mungu awabariki sana sana sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna msemo watu wanasema ukiona viongozi wanakuheshimu na madhabahu maana yake wanakuamini. Amen. Kwa sababu madhabahu sio ya kila mtu. Naelewa jamani? Majina yangu kamili ninaitwa Godfrey Balanga, lakini wengi wenu mnanijua kama Brother Godfrey. Kama ukiona hapa nimevaa kapete fulani, pete yangu inang'aa, sijui mmeiona. Nimeoa, nina mke mzuri sana. Yeye bahati mbaya hakuweza kufika kwa sababu mimi ni mfanyabiashara, ni mwimbaji, lakini pia nafanya vitu vingi sana. Tunajigawa. Mimi nikikua huku, yeye anaenda huku. Mimi nikienda huku, yeye anaenda huku. Sio kwamba tunataka, hapana. Ndio mfumo wa maisha tulioyakuta hapa. Amen. Lazima tuishi kwa akili, kwa imani na akili. Ukiishi tu kwa imani, ukiacha akili, basi nikupe tu pole. Nikupe pole. Mnanisikia vizuri? Ya, mimi ninapenda watu wanisikie vizuri. Leo ninakuja kuzungumza na vijana. Ukiniangalia hapa mimi ni kijana mdogo tu. Nataka nizungumze na vijana, lakini faida kwa wale wazee wetu ambao wako hapa, mama zetu ambao wako hapa, kwa sababu neno la leo yamkini likakufaa kwa namna moja aidha nyingine. Kwa sababu wakati mtu anahubiri aidha anafundisha jambo, huwezi jua ni nani atapokea kwa ukubwa. Leo nimekuja kwa vijana, lakini huwezi jua utachukua nini. Bwana asifiwe. Nimeandaa neno nzuri ambalo Mungu amenisaidia kuliandaa, lakini mnapoendelea kunisikiliza mtagundua kwamba mimi nina tabia ya ualimu. Amen. Kwa hiyo ninaweza nikakuuliza swali, nitaomba unijibu. Sawa? Sasa vijana, mimi ninawaona nitawachokoza sana, lakini lengo na madhumuni ni tuelewane. Nisiongee wala nisisimame hapa unione. Lengo langu ni unielewe. Na usilenge kunielewa kwa sasa. Amen. Usilenge kunielewa kwa sasa. Kwa sababu ukiwa mtu ambaye unaelewa kwa haraka, lazima tukuombee. Kwa sababu ukikutana na mtu namwambia kitu kwa hiyo, ukimchunguza kwa undani hajaelewa chochote. Kwa hiyo leo naomba ulenge kunisikiliza. Baadaye ukifika nyumbani utachunguza, utanielewa. Amen, amen. Basi kama una pen na karatasi, kwa sababu leo nitafundisha sana kuliko kudadavua Biblia. Amen. Kama unaandika, basi andika. Somo letu la leo ni malengo. Kwa juu hapo andika malengo au lengo. Amen. Title ni malengo aidha lengo. Nia na madhumuni ni kutaka kufundisha vijana, aidha kuongea na vijana, ni kuonyesha namna gani unaweza kuwa kijana wa Yesu, lakini pia kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kijana wa Yesu haitufanye tukae mbali na malengo. Amen. Inapendeza sana ambaye unayetembea katika Kristo, lakini pia una malengo. Kwa sababu mwisho wa siku tusisahau kwamba bado tuko duniani. Amen. Nimeshasikia sana watu wengi wanahubiri sisi ni wapitaji. Ndio sisi ni wapitaji, lakini bado tupo. Amen. Sisi ni wapitaji. Swali inakuja, umepitaje?
Sijui unanielewa? Sisi kuwa wapitaji tufanye tupite tu kama upepo. Bwana asifiwe. Unanielewa jamani? Sisi kuwa wapitaji isitufanye tupite kama upepo. Pita ndio, lakini pita sahihi. Amen, amen. Kwa hiyo nimekuletea somo linaitwa malengo. Swali kwa chini andika, ninawezaje kufikia malengo yangu kama kijana? Lakini kama wewe ni mzee, unaweza kuandika tu mzee. Unaweza tu kaandika mama. Lakini kwa vijana sana na walenga, andika swali kwa chini, ninawezaje kufikia malengo yangu kama kijana? Nimekuletea mbinu ambazo zitakufanya wewe kama kijana uweze kujua namna gani unaweza kufikia malengo yako. Lakini kabla hatujaingia kwenye malengo, inabidi tujue malengo ni nini. Hivi nikiuliza kijana mmoja hapa malengo ni nini, anaanza kuniambia? Vijana mpo? Mbona mmenyamaza? Nikiwauliza malengo ni nini, ni nani anaweza kunijibia kwa haraka? Karibu. Mipango ya maisha. Safi. Safi. Kuna mwingine? Kuna mwingine anaweza kunijibu? Ndio mama. Safi. Safi sana. Mwapigie makofi. Safi. Safi. Lakini kama unaandika, andika ili jibu. Malengo ni dira au mwelekeo ambao mtu anaweka ili kufikia maono. Malengo ni dira au mwelekeo ambao mtu anajiwekea ili kufikia maono. Na ninaposema neno dira, usifikirie ni kanzu wa dada. Dira kwa Kiingereza wanaita compass. Ni kale kitu kana kuonyesha kama uko east side au eneo fulani. Ndio, asante baba yangu. Ndio ndo wanaita dira kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui malengo ni nini kwa ufasaha, majibu yote yaliyotolewa yako sahihi. Lakini kwa undani zaidi, malengo ni dira au mwelekeo ambao mtu anajiwekea ili kufikia maono yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna gani ninaweza kufikia malengo? Kwa sababu watu wengi nikiwauliza hapa, wewe unataka kuwa nani? Utasikia mtu atakwambia mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa hivi, mimi nataka kuwa mwimbaji, mimi nataka kuwa mwalimu, nataka kujenga nyumba, nataka kufungua soko na mambo mengi sana. Lakini ukimuuliza kwa hayo malengo yako, unajua ni namna gani fika hapo? Hicho ndio kinakuwa ni kipengele. Anakuambia tu yote yanawezekana kwa imani. Imani ni jambo la kiroho. Sawa sawa jamani? Imani ni jambo la kiroho. Tunapokuja kwenye ulimwengu wa mwili, lazima utembee na imani, lakini pia utembee kwa malengo. Ninaeleweka mpaka hapo? Kuna vitu vingine havitokei kwa kuamini. Lazima ufanye nini? Utende, aidha ufanye. Hivi tukiomba hapa nyumba itokee, inaweza kutokea? Haiwezekani. Tukiomba ndege itue hapa, inaweza kutua? Haiwezekani. Lakini sisi ni watu wa imani, si ndio jamani? Kwa hiyo imani ni jambo la kiroho sana. Sio kwamba tusiwe na imani, lakini katika imani yako unaifanyia kitu gani kwenye uhalisia wa maisha? Amen. Kwa hiyo swali linakuja hapa, ninaweza kufikia malengo yangu namna gani? Kitu cha kwanza, ili uweze kufikia malengo yako, lazima ujue, aidha uwe na uwezo kufafanua malengo, aidha kufafanua lengo lako. Mimi ukiulizwa unataka kuwa nani,
unaeleza kwa undani zaidi. Sio tu unasema kwa juu juu mimi nataka kuwa fulani, inaisha. Ili uweze kuyafikia malengo yako, lakini jambo la kwanza ni kwamba uweze kulifafanua, aidha kulieleza. Sawa sawa jamani? Inabidi mwenyewe uwe na uwezo wa kuweza kulifafanua lengo aidha malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi ni pointi 5 ambazo zitakusaidia uwe na uwezo wa kufafanua. Kwa sababu mtu mwingine nikikwambia fafanua jambo, na kama hauna uwezo unaweza ukashindwa. Lakini hizi mbinu, aidha hizi nukta, aidha hizi pointi 5 zitakusaidia ili ujue namna gani unaweza kufafanua malengo aidha lengo. Pointi ya kwanza ni kulifanya lengo lako liwe maalum. Nikisema maalum tunaelewa maana ya maalum. Waingereza wanasema specific. Kulifanya lengo lako liwe maalum, liwe special. Hiyo ndio nukta ya kwanza. Pointi ya pili, lazima lengo lako liwe linapimika. Hiyo ni pointi ya pili, lazima liwe linapimika. Yaani ni kutoka hapa na pale. Sasa kutoka huku mpaka pale una uwezo wa kukaa chini ukalipima. Amen. Pointi ya tatu, lazima lengo lako au malengo yawe yanawezekana. Lazima yawe yanafanya nini? Yanawezekana. Kwa sababu yote yanawezekana kwa imani, lakini sio yote yanawezekana. Unanielewa nikisema hivyo? Leo tukikwambia uende uwe rais, hata wakupatie nafasi hiyo, na kama hauwezi. Sio kwamba kuwa rais haiwezekani, lakini sio kila jambo unaliweza. Kwa hiyo unapopanga malengo yako, lazima ujue kuwa yanawezekana. Unanielewa mpaka hapo jamani? Tunaelewana? Hiyo ni pointi ya ngapi? Pointi ya 4. Lazima malengo yako au lengo lako liwe linafaa. Maana sio kila malengo au lengo yanafaa. Unakuta mtu mwingine anakuambia mimi lengo langu ni kufika Paris. Unakwenda kufanya nini? Amen, amen. Malengo yangu mimi ni kukutana na msanii fulani. Alafu inakuwaje? Lengo langu mimi nataka nitoe nyimbo na mtu fulani. Haya, ukishatoa inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Lazima lengo lako aidha malengo yako yawe yanafaa. Pointi ya ngapi hiyo? Pointi ya 5 ambayo sio mwisho lakini kwa leo ni mwisho. Lazima liwe lina muda wa kukamilika. Lazima malengo yako au lengo lako liwe lina muda wa kufanya nini? Wa kukamilika. Usipange malengo ambayo yatakufanya ukae miaka 30 unasubiri tu. Unasubiri nini miaka 30? Miaka 40 unasubiri tu. Amen. Lazima yawe na muda wa kukamilika. Kusema kwamba mimi baada ya miaka 5 nataka niwe nimefanya kitu gani? Hichi. Sawa sawa? Baada ya miaka 2, baada ya miaka 5, baada ya miaka 6, 7, mwisho 10. Usipange malengo ya miaka mingi sana. Utakuja kujikuta hata ufiki. Sio kwamba tunaomba mabaya tufikie, hapana. Amen, amen. Yako yanafanya nini? Yana muda wa kukamilika. Hizo ni pointi 5 ambazo zitakusaidia kuwa na uwezo wa kufanya nini? Kufafanua malengo au lengo lako. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo ninaeleweka?
maalum, linapimika, linawezekana, linafaa, lina muda wa kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni namba 1 na pointi zake. Tunaenda kwenye namba 2 ambayo pia itakuja na pointi zake. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufikie malengo yako, lazima uwe na mpango wa kufikia, aidha mpango wa kukusaidia kufika. Lazima uwe na nini? Na mpango. Jamani, tuseme mpango jamani. Tusiwe baridi, amen. Napendaga watu tuchangamke. Lazima uwe na mpango maalum ambao utakusaidia kufika kwenye lengo. Maana unaweza kuwa unajua maana ya lengo, unaweza ukajua kulifafanua kwa ustadi wa hali ya juu, lakini huna mpango ambao utakusaidia kufika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza kutembea kabisa, ukiulizwa tena unajibu kwa kujiamini. Mimi nataka kuwa fulani, najua tu nikifika pale nitaenda pale. Mpango wako wa kufika pale ni nini? Au unafika pale namna gani? Kwa hiyo mpango unatusaidia kufika kwenye lengo. Bwana Yesu asifiwe. Mpango unatusaidia kujua ni nini nifanye na nini nisifanye. Pointi ya kwanza. Mpango unatusaidia kujua ili tufikie malengo yetu ni nini nifanye na nini nisifanye. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na mpango, kama umepanga jambo lako, kipanga jambo lako kwamba mimi nataka kuwa mwalimu kwa mfano, au ninataka kuwa mfanyabiashara, lazima uwe unapanga. Nitakuwa na kiasi cha hela, nitakuwa na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mpango unatusaidia ili tufanye na nini tusifanye. Inaeleweka? Kwa sababu kama hauna mpango utakuwa unafanya kila kitu. Leo wanakuambia LCC na hela, sio mbaya. Sio mbaya. Sio mbaya. Sio mbaya. Sio mbaya. Jamani, sio mbaya. Mlioko kwenye LCC, habari zenu. Habari zenu jamani. Najua mnapiga hela sana. Sio mbaya. Sijapiga. Nachokisema mimi mpango, kama una mpango wako ambao ni maalum, unakusaidia vitu vingine uruhusu tuviende. Sio, unanielewa vizuri? Unakusaidia vitu vingine tunaachana navyo. Japokuwa unaweza ukasikia bwana, kuna mamilioni ya hela. Ngoja nikwambie jambo. Huyu akivuka, wewe unaweza ukaruka ukaanguka. Sio, unanielewa vizuri? Huyu akivuka akapita, wewe unaweza ukaruka ukaanguka. Anapopatia mtu, yamkini sio chimbo lako wewe la kupatia. Unaeleweka jamani? Ndagaa zina hela, ushaenda. Ninakaa tangu kabeka kama ovyo ovyo, nakatupa kwenye ndagaa. Sawa? Sio kwamba ndagaa kuna hela, mimi mwenyewe nauza ndagaa. Lakini huo ndio mpango wako. Unaelewa vizuri? Kama huna mpango, kama huna malengo, kama huna mpango, utakuwa unajikuta unaishi hivi. Ukisema huku shaenda, ukisema huku shaenda, yana huku naenda. Unakaa unajiuliza, mbona mimi napata hela? Lakini bila nikiangalia account inaendelea kushuka. Unapata kacheke kashae. Bahati mbaya cheke ishakuwa na matumizi kabla hata ya cheke haijafika. Sio, unanielewa vizuri? Sio, unanielewa vizuri? Kuna watu wanaishi hivyo. Yaani cheki inaingia vile wanavyoingiza tu na yeye ndo anavyotoa. Hela hata zikai masaa 4. Mungu atusaidie. Kwa hiyo mpango unatusaidia tujue nini tufanye na nini tusifanye. Kuna vitu vingine
kaka zangu, dada zangu na wote waliopo hapa, acha tuviende, acha tu vikupite. Ngoja wakuite tu haujui, una akili. Mimi na rafiki yangu hapa tunashawishika sana kuingia huko, lakini hatukusikia ndugu yangu, hatupo na hatufikirie kuingia sasa hivi. Amen. Sio kwamba hakuna hela ipo. Sijui sasa, mimi sijapokea, mimi sijapata, maana sipo. Lakini sio kila sehemu ambayo ina nuru aidha ina mwangaza ni ya kwako. Kuna sehemu zingine ni zipo mahali kwa sababu ya watu wengine mahali. Eleweka jamani? Kwa hiyo acha tu vingine vikupite. Sawa. Acha vikupite tu. Wanakuambia kwamba twende kurangua vitenge. Wewe mwenyewe hatakuwa na wazo la kurangua vitenge. Lakini kwa sababu naambia hadi mai unaone, wanasema unaone falanga kwenye vitenge. Acha vikupite, acha hivyo vitenge tu viende. Wewe baki weka hela yako hapo, kwa sababu kuna jambo fulani ambalo kuna lengo fulani ambalo unatarajia kulifika. Sawa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, mpango unatusaidia kujua watu gani tuwe nao na watu gani tusiwe nao, watu gani wa kuwaweka karibu na watu gani tusiwaweke karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mpango unatusaidia kujua watu gani wa kuongea nao na watu gani sio wa kuongea nao. Ngoja nikwambie jambo moja. Kujitenga na kundi la watu fulani aidha na aina ya watu fulani hakufanyi wewe kuwa jeuri. Yaani kujitenga na watu fulani aidha kutokuongea na watu fulani haikufanyi wewe kuwa jeuri. Muda mwingine tunayoyaona sisi sio yale wanaoyaona wao. Sawa jamani? Kuna watu fulani ukiwaambia kuhusu madini, wao wanakuambia tu hilo haliwezekani. Bwana, mimi nataka nipige dili la kwa mfano la 10,000 hapa. 10,000 haiwezekani. Yaani yeye tu ni kukatisha tamaa. Haiwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani. Kwa sababu watu wengine wanakuambia vitu kulingana na experience za kwao. Yeye alijaribu akashindwa. Haimaanishi kwamba wewe unaweza kujaribu ukashindwa. Sasa jamani, kwa hiyo inabidi mpango unatufundisha namna gani tuwe na watu hawa ili tusiwe na watu hawa. Wadada mpo? Wadada hoye. Mzee anaitikia baba. Bwana Yesu asifiwe. Wadada hoye. Asante. Kuna jambo moja wadada wananishangaza. Wana BFF. Unajua BFF? Maana BFF ni nini? Rafiki wa karibu Kwa Kiingereza wanasemaje? Best friend forever. Hiyo ndio maana yake. Una uhakika? BFF wanasema best friend forever. Ndio wanasema hivyo. Lakini nakuuliza una uhakika? Wao wanasema, sio mimi. Ndio maana niliwauliza wadada mpo. Wanasema BFF, best friend forever. Manake rafiki wa milele. Hatari hiyo. Ngoja nikwambie maana ya BFF. Kama ulikuwa Niwaambie maana ya BFF. Maana ya BFF ni mtu ambaye atakaye kuaibisha F, atakaye kukatisha tamaa F, atakaye kuibia mume wako F, aidha boyfriend wako F, atakaye kuona ukiwa na jambo lako analichukua F. Sio, mnanielewa? Atakaye kukufanyia vitu ambavyo uonekane wewe ni mbaya F. Sijui mnanielewa BFF?
Hiyo ndio maana halisi ya BFF. Nikwambie ukweli. Kwa sababu kama madada wetu leo wanaaibika ni kwa sababu ya BFF. Kuna watu aidha marafiki ambao kihalisia mwisho wao ni kanisani tu. Ukikutana kanisani, ongeeni, Bwana Yesu asifiwe, bye bye, bye bye, na kutakia wiki njema, ubarikiwe, amina. Inaishi. Kuna watu wako hivi mwisho wao kanisani. Ukikutana mnaongea, kiachana mnaachana. Lakini madada zetu wana BFF. BFF wanakaribishwa mpaka chumbani, nakwambia. Kwa nini nadanganya wadada? Ninadanganya? Ni ukweli. BFF wanakaribishwa chumbani. Wewe unafanya mambo yako pale, mwenzako yuko kwenye simu, unafikiria yuko kwenye simu na anakurekodi. Mimi nakwambia ukweli. Unafikiri mwenzako yuko kwenye simu, kumbe kuna jambo anakurekodi tu. Na hujui BFF huyo. Tunamwamini BFF. Best friend forever. Hapo anapokurekodi hakuposti hapo hapo, anaweka. Kwa sababu mwenzako anajua nyinyi sio forever. Mwenzako anajua nyinyi sio forever. Kuna BFF wanaishi kwa mpango, kwa mbinu. Anajua huyu akikuja kuniteleza, najua kwa kumkamatia. Sema amina. BFF huyo. Mungu atusaidie. BFF. Asma BFF wanakuaga na group lao. Aidha la WhatsApp, la Facebook, la Instagram, group lolote tu. Wanaongea BFF. Wewe na ulivyokosa akili. Jamani mimi ninataka kuchumbiwa. Nataka kuchumbiwa. Tuone shemeji. Kisha post. Wanaume sisi hatukumbwa kama nyinyi. Kila mwanamke ni mzuri, asikudanganye mtu. Lakini sio kila mwanaume ni mzuri. Sisi mnanielewa wanaume. Sisi hatusifii uzuri. Sio kila mwanaume. Wewe tu usha post kwenye group la BFF. Anakuambia sawa ndugu yetu, shosti. Na unataka kutumbiwa. Kutumbiwa sio kubaya. Lakini mbona shemeji kichwa hichi kama kasongo? Amen, amen. Hii nawaambia ni kweli kabisa. Alafu mwanaume wa watu kule aliko kuna hisi sura inakokotwa, kumbe wanakuzumu. Wanakuzumu tu na hisi sura inakokotwa. Leo sisikii vizuri wenzako wanakuzumu. Unachunguzwa kwenye group. Sawa, kuchungiwa sio mbaya. Shemeji mbona pua ile alieleweki? Wanaume sisi tuna pua zetu fulani. Mungu asifiwe tu. Tunapumua. Mimi naambia ukweli, sisi hatukuumbwa kwa uzuri. Wewe tu ulivyokosa akili ushaposti kwenye group la BFF. Anakuambia shemeji mbona sikio hilo kama antena? Hatari. Hatari. BFF wana vitu. BFF hatari sana. Na nielewa dada. BFF ni hatari sana. Nikwambia shemeji ana hela ndio atukatae. Mbona hicho kitambi sasa? Kitambi kama diaba. Hatari. BFF wana mambo mengi sana. Kwa hiyo mdada kama uko na BFF, nikwambie jambo siri tu. Katika ulimwengu wa halisi, aidha ulimwengu wa halisia, hakuna mtu wa forever. Wa forever ni mume na mke. Bahati mbaya hiyo yenyewe sio forever. Si kifo kipo. Forever ni milele. Si mnanielewa jamani? Bahati mbaya yenyewe sio forever. Ndio hivyo tunajifariji. Mungu asifiwe. Hakuna best friend, hakuna BFF forever haipo. Hakuna rafiki wa milele. Na kufuta namba zao kuanzia leo sio bahati mbaya nakwambia. Futa tu hizo namba. Ukiona kuna mtu aeleweke, futa tu namba yake. Mbona jamani mimi kuanzia leo nimetoka kwenye BFF. Nimeisha kuwa BFF. Bwana Yesu asifiwe jamani. Mpaka hapo mnanielewa eh? Mimi nataka leo uondoke na jambo. Mungu asifiwe. Toka kwenye hilo group la BFF. BFF watakuharibishia hata biashara. Wewe unamwambia BFF, mimi nataka nifungue biashara ya nguo kwa mfano. Nakwambia nguo gani Holande? Hata zamani hizo. Nguo hizi za zamani hizo hazitanunuliwa. Lakini kesho unamkuta BFF anafanya hiyo biashara. BFF huyo